tuache kuharibu sifa ya taifa letu la Kenya. Haya mipango ingine yote tutashirikiana na tutafanya kazi hiyo kwa pamoja. Wiki iliyopita alinitumania, kukakuja special envoy kutoka China. Akuja akanieleza, sasa ulikuwa umetumana. Waziri alikuja, tukakubaliana tutasaidiana katika zile barabara ambazo tunataka kufanya upgrading, kama hii ya kutoka hapa kwenda Garissa tuweke lami na zile zingine. Lakini nimeona majuzi zile tulijenga mbeleni mnazibomoa, zingine mnachoma. Sasa akanitumania kuniuliza, wale niliwatuma walimwambia vizuri ni kujenga tunataka kujenga ama ni kubomoa tunataka kubomoa? So mnaona ile hasara tunapata na hii mambo ya maandamano, kwa sababu sasa walikuwa wanaona sijui barabara gani imewakishwa moto, sijui tairi imewekwa wapi, sijui gani inavunjwa, sijui nini. Na ndio tumeweka sasa mpango maalum ya kuhakikisha kwamba port ya Lamu tunaifanya iwe commercially viable. Wiki ijayo tumemaliza consultations. Wiki ijayo tunatangaza kandarasi ya strategic investor wa Lamu Port ambaye atakuja ndio tuweze kufanya investment ya pale kwa special economic zone, tufanye investment ya the other parts that are there, na vile vile tuifanye hii Lamu Port iwe sasa ndio port kubwa ya pili katika taifa letu la Kenya. Mimi nitawauliza viongozi wote tushirikiane katika harakati hiyo. Mtaona next week tutafanya international tender ya kutafuta strategic partner ambaye atafanya kazi na sisi kuhakikisha ya kwamba we commercialize and we make sure that the port of Lamu operates at full capacity. So tutashirikiana hivyo, ndio ajira sipatikane pale, ndio biashara tuongeze Lamu, na tuhakikishe ya kwamba tunatumia port ya Lamu kukuza uchumi wa taifa letu la Kenya, kupanua nafasi za ajira ya vijana wetu, na pia kupigana na mambo ya umaskini katika taifa letu la Kenya. As a nation, we must by all means possible agree on one thing, that whatever it is, whatever the politics, whatever the sides, we must agree that there will be no violence, no destruction of private business, no destruction of public property in the politics, in the equation of the politics of Kenya. That we must agree. Whoever you are, whatever your issues are, wherever you come from, wherever you're going, we must agree as a nation that in our political equation, there will be no violence, there will be no destruction of property, there will be no loss of life, and our security agencies must discharge their mandate firmly, professionally, to make sure that they protect life and property, public and private, business of all the people of Kenya. That we must agree. Na haitawezekana na hakuna mtu ataruhusiwa Kenya ati kupigana na polisi ama kufanya vita na polisi. Wewe wakati unachukua mawe ati unapiga askari wa polisi, kichwa yako ni mzuri? What are you saying? Yani unasema nini? Because when you attack our policemen and security agencies, you are attacking the Republic of Kenya. You are attacking the Constitution and the rule of law. And you are promoting anarchy, and you are promoting
destruction in the republic, and that is a no-go zone. That is not acceptable. When you attack our policemen and security agencies, you are attacking the Republic of Kenya. You are attacking the Constitution and the rule of law. And you are promoting anarchy, and you are promoting destruction in the republic, and that is a no-go zone. That is not acceptable. Wale watu wanajaribu kuchochea ati askari wetu ati wamefanya makosa kulinda haki, kutetea haki. Tuko na askari wengi zaidi ya 300. Wengi wako hospitalini, wameumizwa, wamepigwa mawe, wameumizwa na hata marisasi, wakichunga mali na maisha ya wananchi wa Kenya kutoka wakora na wahuni na watu ambao wanataka kuharibu usalama na kuharibu mali na kupoteza maisha ya Wakenya. Hiyo is not negotiable. Making sure that we are a secure nation is one thing we must all agree. Everything else we can negotiate, but we cannot negotiate the security of the Republic of Kenya. That one is not negotiable. Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja. Sisi wote mirengo ya siasa, nini, mambo hii ingine yote hiyo ni sawa. No problem. Lakini vita, kupiganisha watu, kuharibu mali, hapana. Hiyo haitafanyika Kenya. Haitawezekana. Niliwaambia hawa jamaa Mungu atatusaidia, rega itasimama. Si ilisimama? Niliwaambia pia hii maandamano itasimama. Haiwezi kuendelea na vita na kuharibu mali ya watu. It will not happen. Mwaka uliopita serikali iliyoko ilivuka mwaka na bilioni 30 ya counties. Mwaka huu nimehakikisha haijabaki hata sumni. Pesa zote za county governments I paid before the end of the year. All money. So county governments, muko na pesa, endesheni mambo. Si ndio? Mimi nikifika nikute mnasongesha mambo yenu. Leo nataka nitangaze tena nikiwa hapa Lamu. Pesa ya county ya mwezi huu nalipa leo. Shilingi bilioni 32. Mimi niko na deni na hawa jamaa kweli? Sasa kibarua kwenu waheshimiwa magavana. Sasa kawaida mnasema national government wanatuzuia, wako na pesa nini. Mimi niliahidi ya kwamba we support devolution because we know what devolution can do. So leo mimi natoa bilioni 32 kwa county governments ya Republic of Kenya ya mwezi huu, sio ya mwezi ingine. Ile ya mwezi uliopita nilimalizana last month. Ya mwezi huu leo. Namna hiyo. Si hawa jamaa bado wako na sababu kweli ya kukosa kufanya kibarua? Lakini nasikia wengine wanachukua hiyo pesa wanaenda kupangia maandamano. Sasa nilisema wakati wa uchaguzi ya kwamba nitabadilisha mfumo. Watu hawa ambao ni wa cash transfer tayari kawaida wanangojea miezi 2, miezi 3, miezi 6 wakingojea pesa zao za cash transfer. Na nilisema tutabadilisha kabla mshahara ya rais haijalipwa, mshahara ya hawa watu wa cash transfer ilipwe, ama stipend yao ilipwe. Leo tena we are releasing 2.3 billion for this month for all our cash transfer beneficiaries. Wale wazee wakongwe, wale watu wenye wanaishi na ulemavu, watoto wetu ambao ni mayatima, pesa zao itakuwa inalipwa wakati mishahara ya wafanyikazi wa serikali inalipwa. Hawatakuwa wanangojea miezi 2, 3, 4, 5 wakihangaika. Tunaelewana? Hiyo ndio Kenya tunataka tuipange vizuri, ndio Kenya iweze kwenda mbele. That's how we must be a caring society.
There is no way we can pay ourselves salaries, those of us who are working, before we pay stipend for the people who are vulnerable. What kind of society are we? You know, orphans, older people, people living with disability, they wait for 3, 4, 5 months. It is not right, it is not moral. And that is why I have said we are changing policy. We will be paying ahead of what we pay for ourselves, those of us who are working.